wanaonifuatilia katika mitandao either YouTube, whether it's Instagram au TikTok ni watu ambao wanapenda kufuatilia mada zake. Kumekuwa na wimbi la wataalamu wengi wakishauri kwamba mtu atumie asali badala ya brown sugar, akidai kwamba ile sukari haina madhara makubwa kama brown sugar. Sasa sehemu yake ni ukweli na kuna sehemu ambayo si kweli. Asali imetengenezwa na sukari za aina tatu. Kuna fructose, kuna glucose na sucrose. Fructose ipo katika kiwango kikubwa actually kuanzia asilimia 38 mpaka 45. Glucose kuanzia 20 mpaka 35. Sucrose ndio ipo chini kabisa. Utofauti wa sukari inayopatikana kwenye asali na sukari inayopatikana kwenye brown sugar ni kwamba fructose ina low glycemic index than glucose. Unapotumia ile sukari ya brown sugar inapoingia mwilini ifika kwenye utumbo mwembamba itachukuliwa by active transport na zile GLUT2 kwenda kuingia kwenye damu. Sukari kishakuwa nyingi kwenye damu tunajua kwamba ngosho itatoa insulin kupitia beta cells kuzuia au kuregulate ile sukari ambayo inapatikana kwenye damu. Hii ni tofauti kidogo na kwenye fructose. Fructose ikiingia mwilini itachukuliwa na GLUT5. Hii hapa ni slow transporter mechanism. Itaingia kwenye liver ama ini, ndio pale pataendelea kuwa na stages nyingi sana kwamba itajumlishwa na ATP, itaenda tena kuvunjwa, itafanywa cleavage mpaka itaenda kutengeneza triglycerides, yani mafuta mengi pale kwenye ini. Mtu anaposema kwamba anatumia asali nyingi ili kudhibiti sukari, hicho kitu ni cha uongo. Unapotumia nyingi over time, unapokuwa unatumia asali bila kiwango maalum, fructose itajazana nyingi katika ini na kitakachoenda kutokea itavunja kutengeneza mafuta. Na mafuta yakija kwenye ini kuna uwezekano mkubwa wa kupata fatty liver disease, yani zile seli za ini kudhoofika haraka na ini kushindwa kufanya kazi yake au kazi zake zinazofanyika pale. Insulin resistance. Na hapa ndo narudi kwa wale wanaosema kwamba ninatumia asali nyingi mbadala wa sukari ya brown ili kupunguza sukari mwilini. Sasa kwa mtu ambaye atatumia asali kwa wingi sana, ile fructose ikizidi na ikaenda kujirundika kwenye ini, yale mafuta yakiwa mengi yatapelekea insulin resistance ambayo inaweza kapelekea pia mtu kuwa na ile hatari ya kupata diabetes type 2. Kwa ambacho ningeshauri ni nini? Actually kutumia asali ni vizuri, na hapa napenda sana watu ambao wanatumia asali because it is a natural sugar kama watu wengi wanavyosema. But kutumia kwa kiasi ni vizuri zaidi kuliko kutumia kwa wingi.